Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pongezi kwa Papa Leo wa 14 kwa kuchaguliwa kuongoza kanisa la Katoliki duniani, ambapo ameandika Habemus Papam, usemi ambao unatumika kwamba papa amepatikana. Pongezi za dhati kwa Kardinali Robert Francis Prevost, Papa Leo wa 14 kwa kuchaguliwa kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninakutakia kila laheri katika utumishi wako kwa kanisa na dunia kwa ujumla. Mwenyezi Mungu akusimamie na kukuongoza. Sasa Rais Samia ni miongoni tu mwa viongozi mbalimbali duniani ambao wamempongeza Papa Leo wa 14 kwa kuchaguliwa kuwa papa mpya, ambapo Waziri Mkuu wa Ireland Michael Martin aliandika kwenye X, natumai wimbi hili la heri njema kwa Papa Leo wa 14 litampa nguvu na msaada anapochukua jukumu kubwa la upapa, akiongeza kuwa anatarajia kushirikiana naye kukabiliana na changamoto zinazoikabili dunia. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez pia alielezea matumaini kuwa upapa wake utachangia kuimarisha mazungumzo na kutetea haki za binadamu katika dunia inayohitaji matumaini na umoja. Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa na Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen walisema katika taarifa pamoja, tuna imani kwamba Papa Leo wa 14 atatumia sauti yake kimataifa kuhimiza maadili haya pamoja na kuimarisha umoja katika harakati za dunia yenye haki na huruma zaidi. Kutoka Mashariki ya Kati, Rais wa UAE Mohammed bin Zayed alituma salamu za pongezi akimtakia mafanikio katika kuendeleza maelewano, amani na mshikamano duniani kote. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alimpongeza papa mpya pia kwa msimamo wa Vatican katika kulinda sheria za kimataifa na kulaani uvamizi wa Urusi, akisema tunathamini ulinzi wa raia wasio na hatia, aliandika kupitia Telegram. Urusi nayo ilithibitisha kuwa Rais Vladimir Putin alituma salamu za pongezi kwa papa, akisema na kutakia mafanikio katika kutekeleza jukumu lako pamoja na afya njema na ustawi, ulisomeka ujumbe huo. Rais wa Colombia Gustavo Petro aliangazia uhusiano wa papa na Amerika Kusini, akisema yeye ni zaidi ya Marekani. Natumaini atakuwa kiongozi mkubwa wa wahamiaji duniani, hasa wale wa Amerika Kusini wanaonyanyaswa Marekani. Rais wa Lebanon Joseph Aoun alisema anaomba upapa wake uendelee kusambaza ujumbe wa upendo na amani, kukuza mazungumzo kati ya dini na tamaduni tofauti na uwe wa mafanikio kwa manufaa ya wanadamu wote. Kabla ya kuchaguliwa kwa Papa Leo wa 14 alikuwa kiongozi wa Dicastery for Bishops, ofisi ya ushawishi mkubwa inayosimamia uteuzi wa maaskofu duniani. Aliteuliwa na Papa Francis mwaka 2023. Ni dhahiri kuwa Papa Francis alimtambua kama kiongozi mwenye uwezo, mwandishi Christopher Lamba aliambia CNN. Ingawa hakujulikana sana kimataifa, uzoefu wake ulimwezesha kuwasiliana na viongozi wa kanisa duniani kote na kupata uungwaji mkono wa kutosha kupata theluthi 2 ya kura za makardinali. Padri Art Pukaro, rafiki wa muda mrefu wa papa huyo mpya, alisema kwa mshangao, pengine nimestajabishwa kuliko hata dunia, akimwelezea Papa Leo wa 14 kuwa mtu wa Mungu ambaye anaishi kile anachohubiri. Amejitolea kwa watu wa Mungu na kwa ajili ya watu wa Mungu, alisema, akisisitiza misingi ya utu, mshikamano, ustawi wa pamoja na kujenga madaraja ya maelewano. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.